Naongea na wewe ndugu unayenisikia. Yamkini na wewe unazo ndoto zako ambazo ulifanya kwenye maisha, lakini ikatokea wakati fulani, kwa bahati mbaya ya kutokukusudia, ikatokea ndoto zako zikaharibika, na umefika wakati na wewe umekata tamaa. Ndoto na maono ulionayo huoni nini hatima yake. Hiyo hali aliipitia Samson, mnadhiri wa Mungu, mtu mwenye nguvu nyingi na maono mazuri. Lakini nini historia inasema? Samson wakamtupa kwenye gereza. Wakati wamemweka gerezani, Samson mnadhiri wa Bwana, Wafilisti siku moja ilikuwa ni siku ya mungu wao Dagon. Wanamsherekea Dagon kwa dhiaka, wakaambiana, nenda ukatuletee Samson, ili tu kumdhiakisha. Samson akiwa ameenda kuchukuliwa. Samson mtu wa Mungu ambaye ametumika vizuri, lakini ndoto zake zinataka kupotea. Samson wakati amechukuliwa, anaingizwa kwenye lile jengo. Napenda maombi ya Samson. Mtu huyu hakukata tamaa. Mtu huyu alikumbuka Mungu ni mwingi wa rehema na neema. Anaweza kuiandika historia yangu tena vizuri, na mwisho wangu ukawa mzuri kuliko mwanzo. Nini kilitokea? Samsoni akiwa anaingizwa kwenye jengo ambalo Wafilisti wanasherekea miungu yake, aliomba akawaambia, naomba uniache nisipapase hizo nguzo. Samsoni akamkumbuka Mungu wake, akasema, Bwana Mungu, nikumbuke na kuomba ukanitie nguvu, na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipizia kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Naona huyu mtu alikuwa kwenye hali ya kupotezwa, hali ambayo ndoto zake zimekwisha kabisa. Unayenisikia, usikate tamaa. Pengine na wewe vilivyokuangusha watu wanavijua, lakini nataka nikuambie, yuko Mungu ukimwomba atakurejeshea tena ndoto zako na maono yako. Biblia inasema Samson akamkumbuka Bwana, alafu mwisho akazishika zile nguzo. Wakati ameshikilia zile nguzo, Biblia inasema ile nyumba ikaanguka. Samson mnaziri wa Bwana, Biblia inatuambia akaua wengi kuliko wakati wa uhai wake. Ndugu unayesikiliza kwenye kipindi hichi cha usikate tamaa, ninalo jambo la kusema na wewe dhidi ya ndoto yako, dhidi ya maono yako. Na mahala unapopita wakati mwingine ni mahala ambapo panakatisha tamaa, lakini Samson hakujali. Samson aliamka tena, akajua ya kwamba yuko Mungu mwenye wingi wa rehema na anayesikia maombi yetu. Akajua ya kwamba inanipasa kumalizia ndoto zangu katika maisha haya. Nimekuja kukutia moyo unayenisikia. Pengine wewe hujapita kwenye hali ya Samson, lakini ndoto zako na maono yako uliokuwa unayategemea kwenye maisha ni kama yamepotea. Umefika wakati unaanza kukata tamaa. Umefika wakati unaweza kuona kwamba mbele giza, nyuma giza, uelewi. Haijalishi wangapi wanakucheka, haijalishi wangapi wanasema dhidi yako baada ya anguko. Nimekuja kukutia moyo kwenye kipindi hicho, usikate tamaa. Unaweza ukainuka tena. Mungu aliyemkumbuka Samson ndiye Mungu anayeweza kukukumbuka na wewe. Usijali wanaopiga kelele dhidi yako ya kwamba huyu ndugu alishawahi kuwa hivi na vile na vile na vile na vile, alikuwa na pesa nyingi, leo hana kitu. Nataka nikutie moyo, nataka nikutie moyo. Kushindwa sio mwisho wa ndoto zako. Hili ndio somo letu leo. Usikate tamaa, kwa sababu bado Mungu anakukumbuka. Ni dawa
njema ni kumwomba Mungu na kumwambia Mungu, nisaidie tena. Samsoni hakukata tamaa. Samsoni alimkumbuka Mungu, akamwambia nisaidie tena. Nilikuwa napenda tuone Yohana mlango wa 21 mstari wa 15 mpaka wa 17, habari ya Petro yule mtu wa Mungu. Biblia inasema, basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo wangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyoambiwa mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Ndugu unayenisikiliza, kushindwa sio mwisho wa ndoto zako. Habari ya Petro unaijua wewe. Naye Petro aliweza kukosea, akamkana Yesu mara 3, na mwisho wa yote maandiko yanatuonyesha tena ya kwamba Yesu amemtokea tena Petro. Halafu anamwambia, Simoni Petro, wanipenda? Anamwambia, lisha kondoo zangu. Anamuuliza tena, Simoni Petro, wanipenda? Anamwambia, lisha kondoo zangu. Anamuuliza mara ya 3 kulingana na Yohana 21 mstari wa 15 mpaka wa 17. Wakati anamwambia mara ya 3, Petro anakasirika, anamwambia, chunga kondoo zangu. Napenda kuongea na wewe, kushindwa sio mwisho wa ndoto zako kwenye